Steka ndo wamekwisha kushika ranking ya juu ya mafanikio na finally wanaitwa mabilionea. Na hizo ndo tafiti zilizopo na ndizo zina mata. Iko hivi, katika maisha yako hivi, lifestyle kwa maisha yako hivi. Maisha au education for Africa nimekuja kwa lengo la kutufumbua akili na sio kwa lengo la kutupatia utajiri. Ingawaje ni wachache sana, ukifuatilia ni wachache sana wanafanikiwa kulingana na education zao. Ukija kuangalia vitu ambavyo vinawatoa watu mbali zaidi ni vitu tofauti na vile walio invest katika education. Hizo ndo tafiti zinazoonyesha. Yaani kwamba naweza kusomea mimi maybe nasomea medicine, lakini kitakachonitoa finali, kitakachoniingizia faida sana sio hii medicine ambayo nimekwisha kuisoma katika university level, bali kitakachoniingizia faida ni extra duties ambazo ninaifanya huko mtaani, ndio kinaniingizia zaidi na zaidi. Na iko hivi mtu wangu, katika maisha yako hivi, always Mungu katuweka duniani, Mwenyezi Mungu katuweka duniani kwa lengo na kusudi moja, kuja kutawala na kumiliki. So vitu vinavyotokea ujue, au restrictions zinazokuja ujue ni kusudi la Mvubisi wala sio kusudi la Shetani. Yani poverty life ambao unapitia for this moment ujue this is kusudi la Shetani, naye amekwisha kukuwini katika nyanja tofauti. Na leo ngoja tujifundishe, tutakuja kuangazia nyanja ambazo Mvubisi ambazo anazitumia ili kwa kumzuia mtu kusahau kabisa au kutokuona malengo yake. Tuje tuangalie hizo nyanja. Nyanja ya kwanza ambayo Mvubisi ambayo anaitumia, nyanja ya kwanza yeye always ana focus na kile kitu ambacho unakiamini kwamba kitakutoa. Always tumesoma kutoka level, always tumesoma pia tukapita advance, tukapita university level, na tunayoamini kwamba mtu kasoma medicine mpaka university na anaamini kwamba she will become a doctor, atakuwa daktari na atakuwa na maisha mazuri. Sasa Shetani anachokifanya sasa, ile nyanja ambayo wewe unaiamini kwamba ndio itakayokutoa, anakuja anakugusa pale. For example iko hivi, wewe ni mwanafunzi wa university level and then unasoma medicine, unaona, au unasoma maybe law, na hiyo unaamini kwamba baada ya miaka 4 hii ndio itakayonitoa na wazazi wangu hawa ndio itakayonitoa, hii ndio itashiriki kwa undani zaidi na kuwatoa. Lakini kitakachomfanya always Mvubisi atakachoangalia ni kile kitu ambacho anakitegemea, na atakuja kwa namna hii kuja kukufirisha au kuja kukurudisha nyuma kwa namna yote ile. Sasa katika hiyo momenti, mtu wa Mungu uwe makini, au ndugu yangu uwe makini. Atakuja atakufanya, ataweka restriction zote katika ile nyanja ambayo umeamini kwamba ndio itakutoa. Akija kuweka restriction zile inaweza kusababisha kwamba ukaisoma hiyo kozi kwa muda mrefu, au akakuongezea majuto, akakusababisha ufeli zaidi. Hii ni kwa lengo tu kukubumbuza, kukuzubaisha wewe akili yako kwamba usije ukafikia pahala ambapo utafanikiwa zaidi na zaidi. Kitu ambacho nitaka nikazie katika siku ya leo, uwe makini na akili yako ambayo umeshika katika this time. Mwanafunzi uwe makini. Na moja silaha ambayo anaitumia Shetani ni kuja, kama nilivyokuja kuambia, anakuja kuangalia kile kitu ambacho unakiamini kwamba ndio kitakachokutoa, au hata wazazi wako ndio wanaamini kitakachokutoa. Kwa sababu akija kukuembusha pale, basi moyo wako utakosa na amani, na akisha kuondoa amani katika moyo wako, ujue moja kwa moja kumturuze direction. Hautapata nguvu ya kumwomba Mwenyezi Mungu, utapata nguvu ya kufocus on the success, hautapata hiyo power. Na kama umekuwa ni mmoja wa ufuatiliaji wa maneno ya Mungu, ukisoma historia ya Ayubu, kitu ambacho kwa alichofokasi Shetani kujaribu kumpoteza kabisa Ayubu katika maisha ya mafanikio yake ilikuwa ni hivi. Shetani alijikita katika mali zake, Shetani alijikita katika afya yake, huku akijua kwamba akimpiga pahala hapa atapoteza direction ya kuwa mtu mkubwa, atapoteza direction ya kuwa na mafanikio makubwa. Na tunaona kabisa Mungu akamruhusu kwamba kaenda kupiga. Ndio haya Mungu pia anaruhusu. Kwa hiyo usije ukaona kwamba everything happen to our lives, kwamba always Mungu anakuwa ameruhusu yaje Shetani aje kujaribu, and then akisha kujaribu thereafter Shetani sasa ndo anaona kwamba